Mimi nataka nikuulize swali. Ndio. Kazi ya ini ni kuchuja sumu mwilini. Ni kwa nini mtu akinywa sumu lazima anywe maziwa ili kuokoa maisha yake? Kuna mahusiano gani kati ya maziwa na sumu? Jamani, sio kila maziwa yanaweza kutibu sumu. Mfano haya maziwa ya dukani. Haya mfano inaitwa yogurt. Mfano umekunywa sumu afu ukanywa yale, hauwezi kuokoa maisha yako. Maziwa ni yale maziwa ya ng'ombe. Yale yanaweza kusaidia mtu kuokoa maisha yake. Mfano amekunywa sumu, sababu yenyewe yanakuwa yana kitu inaitwa yana protini nyingi. Kwa sababu ile protini tunajua kabisa inajenga mwili, lakini kazi nyingine ndio hiyo kuzuia sumu. Kwa hiyo protini, kwa sababu hata hivyo protini huwa inakaa sana kwenye ini. Kwa hiyo sumu inapoingia ini pamoja na ile protini inavyochanganyika vile, hapa tulisema kuna kitu kinaitwa pepsin. Hii pepsin pamoja na hayo maziwa ndo umeng'enya sasa, vinaingia vyote kwenye ini. Kama kuna sumu yoyote mtu ameila, huwa inachujwa. Chujwa inaondolewa, inapelekwa katika figo na zenyewe zinachuja tena uchafu, ndo inaruhusu sasa vyakula kutoka tena nje. Jina lake ni Ibrahim Amir. Yeye ni mwanafunzi wa darasa la 7. Ni miongoni kati ya wanafunzi wengi wanaofanya vizuri sana katika masomo ya science shuleni hapa. Uwezo wake mkubwa unamfanya aweze kusimama mbele ya darasa lolote lile katika shule yeyote ile na kufundisha mada za masomo ya sayansi kwa kichwa bila kusoma mahala popote pale. Kwa majina naitwa Catherine Nicodemus, ninasomea katika shule ya msingi Isike darasa la 7. Je, mtu akishakula chakula kinaenda moja kwa moja katika utumbo mpana. Je, yule mama mjamzito akitaka kutapika, chakula kinaanzia kabisa huko kwenye utumbo mpana kukuja juu? Tumeona kuwa umeng'enyaji wenyewe huu wa chakula unaishia katika utumbo membamba, katika appendix, kwa sababu hapa ndo mwisho panachuja sasa ile michanga kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo chakula kifika huku haiwezekani tena kirudi tena kije kwa huku, maana huku inakuwa mwisho kabisa kumeng'enya ni hapa. Kwa chakula huo kinaanzia hapa kinarudi, ndio maana tunasema kinarudi na michanga. Kwa hiyo inarudi, ndio maana mtu unamuona kama hali imebadilika, afu kama anakuwa ameshtuka hivi, ule mfumo unacheza. Afu mtu anapotapika chakula huwa kinaishia katika umeng'enyaji wenyewe unapoishia hapa katika kitu inaitwa appendix. Hapa ndo umeng'enyaji, yani vyakula vinavyochambua vyote vinaishia hapa. Kuanzia hapa chakula huwa kinaitwa mabaki ya vyakula, au kwa lugha tumezoea kusema kinyesi. Kwa hiyo kuanzia hapa kwenye utumbo mpana huu, kuanzia hapo chakula kinaitwa mabaki ya vyakula. Sio tena chakula, ni mabaki ya chakula. Kwa hiyo uyeyushaji unaishia hapa. Kwa hiyo hata mtu anapotaka kutapika huwa anaanzia hapa katika kitu kinaitwa appendix, ndipo vyakula vinarudi mpaka inapelekea mtu kupata kutapika. Ndio maana mtu akitapika huwa matapishi yanakuwa kama ni vyakula vinaonekana bali Uwezo wake huu unaistajabisha sana CG Online TV. Tunaamua kufuatilia kwa kina nini siri ya mafanikio yake. Kwa niaba ya mpiga picha Rashid Rukungu, mimi ni Christian Edward. Fuatana nasi katika simulizi hii ya kijana huyu mdogo Ibrahim Amir. Mimi nilijigundua pale baba alipojua kwamba mimi ninaelewa sana, kwa sababu alikuwa ananiuliza baadhi ya maswali. Sasa kati kwenye kuniuliza akawa sasa alipoona nazidi kuelewa akawa ananiletea vitabu vingi na soma. Kwenye kusoma tu sio kufundishwa wala kukariri. Kusoma tu kuelewa, hiyo ilinijengea mpaka nikawa naweza sasa kuelewa kitu kwa undani zaidi. Ndio baba akaniambia niwe najisomea mwenyewe. Nilipokuwa najisomea mwenyewe akanipa system, akaniambia niwe nachora michoro afu naweka pale sebleni. Kwa nikaa pale sebleni, na familia yangu wote wanakaa kwenye makochi wanakuwa wananisikiliza. Mimi nakuwa naendelea kuelezea ile mifumo. Siku moja nilipokuwa niko nyumbani, alikuja mwalimu mmoja, ni rafiki yake na baba, na yeye pia ni mwalimu. Alikuja kunitembelea.
Kwanza nilipokuja kumtembelea baba, alinikuta nikiwa namuelezea baba mfumo mmoja wapo. Nilipokuwa namuelezea ndipo nikaanza tena upya. Nikaanza kumuelezea yule mwalimu. Yule mwalimu baada ya hapo akanialika sasa, akaniambia niende nikaonane na wanafunzi wake katika shule ya msingi Kiungi. Baada ya yule mwalimu kunialika katika shule ya msingi Kiungi, nilikwenda katika shule hiyo kwenda kuonana na wanafunzi wa darasa la 7. Nikaenda kuelezea juu ya mfumo wa hormone pamoja na mfumo wa fahamu, yani nervous system. Nilivyoelezea, kulikuwa na mwalimu mwenyewe, kulikuwa na mzazi wangu ambaye yeye pia ni mwalimu, na wanafunzi. Pia wanafunzi waliuliza maswali mbalimbali. Kuifahamu safari ya mafanikio yake, wazazi wake ndio watu wenye mchango mkubwa zaidi. Baba yake Bwana Amir na mama yake Mrs. Amir. Kwake yeye kuhusu malezi, kwa kweli hapendi kutembea kwa jirani mpaka umtume. Yeye akikaa, hata ukienda mjini unakuta yuko nyumbani anacheza, anazunguka hapa. Huwezi kumkuta anatembea. Jioni wakisha toka madrasa, waga wanakaa mezani, wanaanza kuulizana na kuuliza maswali. Tuone leo uliyosoma darasani, alipokosea na mkosoa. Baadaye mwenyewe anaanza naye kujisomea kwake. Afu ana tabia ya kuamka saa 11 alfajiri. Yaani kishafika yule muda hatumwamshi wala nini, yeye mwenyewe tu jinsi alivyojijengea mazoea. Anaamka alfajiri, anaanza kujisomea, anaswali. Baadaye anajiandaa kwa ajili ya shule. Yeye amekuwa faida kubwa awapo nyumbani. Wadogo zake, watoto wengine na majirani hupata nafasi ya kujifunza kutoka kwake. Kwa hapa shuleni wanafunzi wenzangu wanatumia, kwa mfano labda kuna swali gumu la sayansi limewashinda, hasa hawa madarasa ya chini, huwa wananiuliza labda fulani, swali hili na hili la sayansi jibu lake ni nini? Kwa mfano labda kama hapo nalifahamu, namwambia. Kwa hiyo hivyo ndio huwa wananitumia sana kwenye mambo yao darasani. Ibrahim Amir ni kijana mdogo. Yeye anakuwa kijana wa kupigiwa mfano, akieleza kwa vitendo kwamba shule za msingi za serikali zinaweza kufanya mambo makubwa kwa kuwaandaa watoto wenye vipaji vikubwa kwa ajili ya taifa hili hapo kesho. Mpiga picha ni Rashid Rukungu, mimi ni Christian Edward.